sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Wasome fahamu kwa Mchungaji Onesimo Kibono. Mchungaji Onesimo Kibono. Kuna sura ngeni. Wenda tunajiuliza huyu ni nani huyu? Kitu Onesimo Kibono, na kwa neema ya Mungu ndio nipo hapa wakati huu. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Tutasoma. Biblia inasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu na wanifanye hivyo na kuzini nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wako wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka akaenda aihifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mleteo, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mleteo, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na guduria la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Herodi, mlima wa Mungu. Baba, ninakubariki kwa ajili ya neno hili. Naomba ulibariki, utukuze, useme nasi. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu naomba na kushukuru. Amen. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nataka nizungumze kitu kinasema kutiwa nguvu. Kutiwa nguvu ndio kitu ambacho nataka nizungumze asubuhi ya leo. Na uwe makini sana, maana nitaenda ili tumalize kwa wakati. Kutiwa nguvu. Na mtu anayetiwa nguvu ni mtu ambaye mara nyingi huwaga anakuwa dhaifu. Mtu dhaifu huwa anatiwa nguvu, na mtu mwingine anakuwa sio dhaifu, lakini anakuwa na nguvu ambazo hazina uwezo wa kumfikisha mahali. Kwa hiyo anatakiwa atiwe nguvu ili apate nguvu zaidi ambazo zitamfanya yeye afike mahali fulani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye hiki kitabu ambacho tumekisoma, kitabu cha Wafalme, ni kitabu kizuri sana ambacho kinatupa historia ya wafalme mbalimbali. Lakini hapa tuliposoma ni habari za Elia. Ukianza sura ya 18 utaona Elia anawakusanya manabii wa Baali, anawaua, alafu anaomba mvua inyeshe, mvua inanyesha. Na Ahabu anaenda kwa mke wake Yezebeli kumpa habari ya mambo ambayo yalitukia hapo nyuma. Anamwambia Yezebeli kwamba Yezebeli, Elia amewaua manabii wako, watumishi wako amewaua. Kwa hiyo Yezebeli akakasirika sana kwa kile kitendo ambacho Elia alikuwa amekifanya. Kwa hiyo huyu Yezebeli alichokifanya baada ya kupokea habari hiyo kutoka kwa mmewe Ahabu, akamtuma mjumbe kwa Elia, akamwambia Elia, miungu na wanifanye hivi kama sitakufanya kama ulivyowafanya wale manabii. Kwa namna nyingine kwamba miungu waniue kama sitakuua wewe Elia majira kama haya kesho. Kwa hiyo Elia alipopata habari hizo akaogopa sana, akawa na hofu sana, akaishiwa na nguvu. Kwa hiyo cha kufanya Elia kikawa hakipo, kwa sababu ya yale matisho ambayo alikuwa ameyapokea kutoka kwa Yezebeli. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na ukumbuke huyu Elia alikuwa mtu
Jehova sana, mimi si mwema kuliko waliotangulia. Kwa maana hiyo sasa Elia akajiona yeye ni dhaifu sana, akajiona yeye sio mwema sana, akajiona yeye hafai. Sasa katika hali hiyo malaika anamtokea, anasema Elia, inuka ule, maana safari hii bado ni ndefu sana kwako. Kwa maana hiyo anataka Elia apate nguvu, apate uweza, atiwe nguvu ambayo itamfanya asonge mbele zaidi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati ambao tunapitia nyakati ambazo zinakatisha tamaa, na tunaona kana kwamba hatuwezi tukasonga, hatuwezi tukasogea, hatuwezi tukaenda. Tena kuambia katika jina la Yesu aliye hai kwamba tunapotiwa nguvu na Bwana, mahali ambapo hapawezi pakaendeka, tunaenda kwa jina la Yesu. Mahali ambapo wengine wameshindwa, tunaenda kwa jina la Yesu. Mahali ambapo wengine walisema sisi hatuwezi, sisi tunaweza kwa jina la Yesu aliye hai, kwa sababu tumetiwa nguvu na Bwana aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo malaika anamwambia Elia, inuka ule bro, maana safari hii bado ni kubwa sana kwako. Elia anainuka, anakula, anakunywa, alafu tena analala. Anasema bora nife, bora nife Mungu, maana watu hao wamenitisha, mimi sio bora. Wakati mwingine umejiona wewe sio bora, na nikwambia asubuhi leo kwamba wewe ni bora sana kwa jina la Yesu. Unajiona sio wa maana, lakini wewe ni wa maana sana kwa jina la Yesu aliye hai. Unajiona haufai, lakini wewe unafaa sana kwa jina la Yesu. Usiwe kama Elia kusema mimi si bora. Wewe ni bora kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Elia akakata tamaa, haelewi itakuwaje, anavunjika moyo, anaona kana kwamba maisha yake ndio yamefika mwisho. Lakini Mungu anasema bado, Elia, mimi ninaona kuna kitu unatakiwa kukifanya mbele yako. Bado kuna jambo, bado kuna kusudi umelibeba ambalo unatakiwa kulifanya. Sikiza bro, kuna mambo ambayo yanaweza kama kukatisha tamaa. Mazingira unayopitia yanakukatisha tamaa. Pengine unaumwa, unasema mimi hapa ndo basi. Maisha yanakuwa magumu, unasema mimi ndo basi. Mambo yanakuwa magumu, unasema mimi ndo basi. Hapana, sio basi. Kuna kitu Mungu amekikusudia. Kuna mtu mmoja alisema kwamba unapoona Mungu amekupa nafasi ya uhai,